Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye Lixer Media. Na mojawapo ya story ambayo ina trend muda huu kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na kukamatwa kwa MC Adek Tatu ambaye jina lake kamili ni David Onyango Elgon. Labda kuna mtu atakuwa anajiuliza MC Adek Tatu ni nani? MC Adek Tatu ni mtayarishaji wa maudhui au tuseme content creator hasa pale kwenye mtandao wa Facebook, ambaye mara nyingi mtazamo wake wa kisiasa umekuwa tofauti sana, na pia sentiments au maneno ya kwake yamekuwa yakichanganya watu sana. Kulingana na watu wengi wanahisi kuwa maneno yake ni ya kuchochea chuki na pia kuchochea ukabila. MC Adek Tatu kupitia ukurasa wake wa Facebook aliweza kutoa chapisho akisema hivi, nikinukuu: To all non-Kikuyus, if any, that have lost their girls at Utumishi Academy because of the fire, receive my heartfelt condolences. To all Kikuyus that have lost their children, I wish you lost more. Nachukia wa Kikuyu. Mwisho wa nukuu. Chapisho lake limeweza kutrend sana kwenye mitandao ya kijamii na watu wengi wakakuwa wanachukulia kama kejeli, hasa kwa wazazi ambao walipoteza watoto wao. Because of the public outcry, DCI waliweza kuswing into action na leo wamedhibitisha kuwa wamemkamata MC Adek Tatu na yuko mbaroni. Na ikumbukwe, kabla ya kukamatwa MC Adek Tatu aliweza kujitokeza na akaweza kujitenga na chapisho hilo, akasema kuwa aliyeposti hata yeye mwenyewe amjui na kuwa account yake ilikuwa imedukuliwa, yani kuwa act, na kuwa ameweza kuifaulu tu kurecover na ameweza kudelete hiyo post. Lakini watu wengi wakakuwa wanasema hapana, wewe unatuona fala sio? Mara mingi umekuwa ukipost nyingi sana kuhusu Wakikuyu, ukiweza kusema venye unawachukia Wakikuyu. Hii naye hapa uwezi tudanganya, uwezi ukatuchukulia mtoto ukasema kuwa ni mtu alihaka account yako akaposti hasa wakati huu. Hivyo basi inaonekana public apology yake iliweza kugonga mwamba. Kando na ile chapisho, kuna chapisho lingine ambalo liliweza kutrendi sana. Hii ni wakati ambapo Rachel Wandeto aliweza kufariki baada ya kuchomwa. Ikaweza kutrendi sana na watu wakakuwa wanasema kuwa alichomwa kwa sababu alikuwa amechora tattoo ya Rais William Ruto. MC Adek Tatu aliweza kuandika hivi, nikinukuu: Provided she's a Kikuyu, killed by our fellow Kikuyus, I have no problem. Anything that hurts a Kikuyu, call me, I will cheer loudly. Mwisho wa nukuu. Kufuatia msururu wa hizi posti ambazo amekuwa akizichapisha, watu wengi wanahisi kuwa MC Adek Tatu aliandika chapisho hilo makusudi na kuwa lengo lake kubwa hasa ni kuleta uhasama kwa kuchochea chuki na ukabila. Anyway, yepi maoni yako kuhusiana na jambo hili nzima? Hebu dondosha maoni yako hapo kwenye comment section. Pia usisahau kulike na kusubscribe kwa maudhui zaidi.